أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه ورحمة الله وبركاته عليه وعلى آله وصحبه وعلينا معهم وعلى جميع المسلمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله العظيم: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. Mwenyezi Mungu atufundisha katika aya hii tuseme: ewe Mwenyezi Mungu, tupe sisi kwa wake zetu na watoto wetu wawe ni qurrata a'yunin, ni vitulizo vya macho. Yakishatulia macho na roho italala na ndoto zitakuja. Lakini ikiwa hatukupata hii, huwa tupata misukosuko kadha wa kadha. Kadhalika Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika habari yake ambayo inatisha sasa hivi katika maisha tunayoishi: idha atakum man tardhauna dinahu wa khuluquhu, ikiwa waliokuja kuwaposa au waliokuja kuwaoa ni watu ambao makubaliana na dini yao na tabia zao, hapa mambo yanatarajiwa kwenda vizuri. Wa illa tafaaluhu, ikiwa watu hawatachaguana kwa program hiyo ya kuchaguliwa dini na tabia, basi takun fitnatun fi dunya wa fasadun aridh, yatakayopatikana ni misukosuko na ufisadi mkubwa. Hii ni moja katika hadithi ambazo zinachukua mwelekeo wa darasa yetu ya leo. Mkipata mwenye dini na tabia, idha atakum man tardhauna dinahu wa khuluquhu, ikiwa tutampata mwenye dini na tabia, neno muhimu sana kulijua, mambo yatakwenda vizuri. Wa illa tafaaluhu, ikiwa hamkufanya lila kuchagua dini na tabia, takun fitna, majumbani kutakuwa na maafa tu. Wa fasadun aridh, na ufisadi mkubwa, ufisadi wa kuasiana, ufisadi wa kupelekana makotini, ufisadi wa mambo mbalimbali. Kwa hivi ni kama alivyoeleza ustadh kwamba kule kuoana tu peke yake silo linaloweza kutusaidia. Kuna vitu ni lazima viwe viko pale maisha siku zote, nyakati zote. Vitu vile vikikosekana, ndoa zinapata kuzorota kwa kiasi hiki au chengine, kwa namna tutakavyoweza kuona katika utaratibu uliowekwa. Matatizo ya sasa hivi kwa vijana haswa, au kwa waoaji wa sasa na waolewaji wa sasa, ni kwamba wengi katika watu wafikiria ya kwamba
ikiwa kushapatikana nyumba nzuri, kazi nzuri, maskani ambayo yako poa, chakula kiko sawa sawa, na mavazi yako vizuri, accounts ziko sawa, ya mke iko poa, ya mzee iko sawa sawa, tunaona kwamba vikishapatikana hivi ni kwamba yatosha. Mara nyingi mafriji, mafriza, majiko huwa yamejaa vyakula na watu wakalala na njaa. Mara nyingi accounts huwa ziko poa na watu wakapelekana makotini, zikatumika pesa zile zile ambazo ni nyingi kupelekana watu wakirudishana, kwa sababu Mtume amekataa kwamba sisi tuweza kuweka watu kwa sababu ya pesa. Innakum la tasauna an-nasa bi amwalikum, pesa tu hazisaidii. Watu wameachwa wakitoka majumba ya pesa, wameyatoroka. Badali ya kupita kwa milangoni, watu wamejirusha madirishani, wakafilia mbali, kwa sababu ya stress na frustration ambazo zinapatikana katika majumba yenye pesa bila ya dini, majumba yenye pesa bila ya tabia, majumba yenye pesa bila ya mwelekeo mzuri. Kwa hivi, iwapo tunaona kwamba pesa tu za tosha, mume hatachukua hima za kuangalia nyumba yake, kumwangalia mke wake, mke kutoka kwao kuja kwako, kwanza hili peke yake ni misukosuko kwa mtoto wa kike. Kwa sababu mtoto wa kike huyu, kusema ukweli, inatakiwa wewe mume uwe badali ya vitu vingi sana. Ametoka kule, ameacha babake, ameacha mamake, ameacha nyumba yake, ameacha kila kitu chake, ametoka katika vitu chungu nzima kuja kwa kitu kimoja. Kwa hivyo lazima wewe kitu kimoja uwe ni kimoja vya kusaidia vitu vingi. Mtoto wa kike amemtoa mtoto wa kiume kwao, alikuwa akilala kwao, akila kwao, ana dada zake, ana ndugu zake, ana ufalme wake. Alipooa akaambiwa hapana, hutakaa hapa, tafuta nyumba ukakae na mke wako. Mtoto wa kike, mume ametoka katika vingi kutegemea kimoja. Amemtegemea mtoto wa kike huyu kukaa pahali pa mama, kama ambavyo wanavyuoni wa mambo ya family affairs wanatuambia, mke akiolewa ajue kwamba mumewe ni firstborn, ndiye mtoto wa kwanza. Mambo aliyokuwa hawezi kumwambia mamake atakushukia wewe, mambo aliyokuwa hawezi kumwambia dadake atakushukia wewe, mambo aliyokuwa hawezi kufanyiwa na anti yake na nyanyake na yoyote wake utajitweka, ukipenda usipende. Kwa hivyo yeye ametoka kote huko, amekuja huku. Pengine kule kwao lilikuwa likifua lenyewe, lilikuwa likifuafua, likijaribu, lakini sasa ashapata mtu wa kuja kusugua soksi huku. Ataka kujua. Mmoja muuliza mkewe, mbona soksi zangu zote zina tundu? Soksi wavaa wewe, tundu nitazijuaje mimi unzipata wapi? Lakini nini? Kwa sababu ashafika sasa. Kwa hivi tutakwenda katika kuangalia mambo ambayo ni wajibu ikiwa tutaka nyumba zetu ziendelee. Tuwe na mambo ya lazima, mke kumfanyia mumewe na mume kumfanyia mke wake. Bila ya kujitolea huko hakuna pahali tunakwenda.
ni wengi sana, wanawake wazuri wawaka kama taa, wanabakia magarden kuhandisi mpaka asubuhi, tangu jana saa 9 mpaka siku ya pili, mpaka huulizwa wife wajua uko hapa, asa mwacheni yule lale na kadhalika. Kuna watoto wa kike ambao wanapata tabu hivyo hivyo. Kwa hivi kuyafanya mambo haya yende vizuri, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema hivi: akmalul mu'minina imanan, Muislamu ambaye imani yake iko sawa kabisa ni wale ambao wana tabia nzuri. Tabia nzuri hapa kwa maana ya tabia za Kiislamu. Na wema wenu nyinyi Waislamu ni wale waliowema kwa wake zao, ambapo sasa hivi ulimwengu mambo sasa imefanywa kwa mtu kuwa mwema kwa mke wake ni kama ambaye amelemewa hivi. Manake jamaa ukikuona ufika nyumbani mapema siku hizi upitia hata maskani, kuna tabia ya kuonekana kwamba huyu ashamalizwa huyu. Yule brother siku hizi bwana hata kupita hapiti tena. Yani kama fala hivi mtu kuwa yuko nyumbani kwake. Na hata watoto wa kike siku hizi akiwaambia wenzake, jamaa 5 sasa. 5 kuna nini? Nataka kufika nyumbani. Nini wewe bwana, tangu leo imekuwa 5. Tulikuwa tukikaa hapa mpaka sasa. Imekuwa wengine lazima watoke kwa siri kwa sababu ni kama mjinga hivi kuambiwa anakimbilia nyumbani. Sasa kwa matatizo hayo na mengine mengi, tutataka kujaribu kueleza yale ambayo tutaweza kuyachukua kwa sasa. Mambo ya adabu za ndoa ni mambo mengi. Kuna adabu za ndoa kabla ya kuolewa, kuna adabu za ndoa umeposwa, kuna adabu za ndoa umeposa, kuna adabu za ndoa umeshaoa, kuna adabu za ndoa umesha hivyo kuendelea mambo mbele. Na kuna wengine who fell from day one. Ile siku ya kwanza huharibu kila kitu. Nakumbuka cases ambazo mtu siku ile ya kwanza tumetiliwa ile Kiswahili, wewe unakwenda kuoa mtoto wa watu bikra, hajajua mwanamume, na wewe pia nawe mfala kiasi chako kwa hili ya ulile, ukenda ukatiliwa kwamba ujambazi ni ile kwenda watu watarajia kuwa wote toka na vikombe vya damu kule ndani. Kuna watu waswa huwekwa mahsusi wa kutaka kujua vikombe vya damu vimpatikana vingapi. Ukaona mtu mmoja nakumbuka alivutishwa bangi, akaambiwa huko si mchezo, ukifika huko wewe vunja tu. Mtu ambaye hajaingiliwa, mtu ambaye hajapatikana na matatizo haya, ukenda ukamshukia full force, ukenda ukamfanya kile kitendo cha jimai cha kuingiliwa kikawa hawezi kukitamani tena maisha yake, uko tu pale nyumbani. Lakini akikusikia wa apply aona kama ni jambazi lile la siku ile, kwa sababu hukuwa na huruma from day one. Umewafuata wale walioko nje ambao hawawacha wazimi. Hii ni siri ya nyumbani kwako, wala si aibu kwamba wewe hujaweza kuvunja ubikira wa mke wako, ukae siku 5, siku 6, siku 7, a month, si problem, kwa sababu huyu ni mtu mgeni, ataka huruma, ataka utaratibu. Wewe mtu akalishika ili shikio lako akataka kutia hii microphone ndani, ikawa leo lazima hii microphone half of it iweko ndani, utafeel vipi wewe? Kwa nini wewe wataka kusukumia mtu balaa hizo kwa siku moja? Na ikawa watu wameweka na madakika, mimi ni peni to 10 minutes nikipambana naye mtapata habari zangu. Wengine nyingi 10 minutes. Upuzi wa kipumbavu namna hii unasababisha nyumba nyingi zetu sasa hivi. Mtoto wa kike adhabu aliyoipata siku ya kwanza hataki kusikia tena
zile application, akisikia tu mtu anza kuapply, sasa ni wajibu tu afanyaje, lakini hawezi kuwa na furaha. Hili ni katika jambo moja ambalo day one watu huchefua mambo haya, wala si aibu wala si ubabe kwamba wewe umeweza pasua kila kitu ina night. Hii katika jambo jingine ambalo ni maradhi yanatusumbua sana, haswa mambo haya nyinyi vijana, sisi tushakwenda na maji huko. So kwatakiwa tuwe na kujua, ikiwa wewe kabla ya kuwa electrician kuna kozi zilizopitia, moto wa hatari uko hapa, moto huu hii plus hii italeta hii plus hii italeta hii, mpaka kuja kutuonesha kwamba wewe waweza kutuwekea taa, ni kwamba umequalify wewe, mpaka kuwa mechanic, wewe mpaka kuwa fundi, wewe mpaka mambo yote haya watu wa tayari hawaamini kwamba waweza kufanya au kufanyiwa bila ya kwamba wametrainiwa. Ni kweli si kweli? Ila ndoa mtu aona akishapata kazi, na ikiwa kampuni itampa kijiloni cha kuweza kununua kuburuta makochi na vitanda, tayari washasimama bila nino. Haendi namna hiyo. Kwa hivi kwa ufupi, kama wakati utatutosha, haki za mtoto wa kike kwa mume wake. Mtoto wa kike ana haki, adabu za ndoa pale kuwa yuko ndani ya ndoa. Sasa hivi mume wake atakiwa awe anatimiza mambo takriban kwa uchache 57 daily, yanakwenda ni routine. Hizo ni haki. Mtoto wa kike kwa mume wake atakiwa awe, hizi za mtoto wa kike hizi za mwanamume kumfanyia mke wake. Mtoto wa kike kumfanyia mume wake atakiwa ajue mambo kwa uchache. Katika rekodi yetu hapa, subirini kidogo. Haki ambazo mtoto wa kike atakiwa afanyiwe na mume wake ni mambo karibu 58, na kama hayo au zaidi kidogo. Ninavyojua mimi ya mtoto wa kike kumfanyia mume wake ni mengi zaidi, tutayaona hapa. yameni hina. Now nafikiri, sijui kama desturi ya Kiislamu Sheikh Muhammad ile kwanza ladies first au ni ya Kiislamu hii au ya jamaa? Hii ya jamaa. Ya jamaa. Unaweza kuanza kokote. Kwa hivi wewe uliishi kule pia? Ulisikia kule wewe? Kwa hivi mambo ambayo atakiwa mtoto wa kike kumfanyia mwanamume kumfanyia mke wake ni mambo 50 na kitu, kwa research ambayo imekamilika hivi karibuni, ambapo bado wanavyuoni wa mambo ya majumbani wanaendelea. Jambo la kwanza, an yukrimaha wala yahinha. Ni lazima mtoto wa kike aheshimiwe na asipuzwe. Lazima mtoto wa kike aheshimiwe. Mtume amesema katika hadithi zake, au wengine wanasema ni maneno ya masahaba au ni athari ambazo zimekuja, lakini zimekuja katika vitabu vya mafunzo ya mambo ya majumbani. Ma akramahunna illa karimun, wenye kuwaheshimu watoto wa kike ni wale ambao wana tabia njema. Wama ahanahunna illa laimun,
wanaowateza na kuwafanya wapuzi, wakafanywa wana akili, wakafanywa kwamba ni they are nothing. Yuko tu, wacha hawashi azimi. Hata tukimwambia haina nino, ukimwona mtu namna hiyo katika dini yetu anaitwa ni mpumbavu, haelewi nini anafanya. Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amechukua juhudi mbali za kumuheshimu mtoto wa kike kwa ngazi ambazo hajafikiria mtu mwingine kufanya heshima alizoziweka Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa watoto wetu wa kike. Nimemwona bwana mmoja siku moja, tulikuwa hivi zunguka tukipita mahoteli fulani, akamuona mzungu yuwamfungulia mwanamke gari. Hatukujua ni mke wake wala ni nani wake, lakini almuhimu wacha tuwe na nia nzuri kwamba alikuwa ni mke wake. Akamuona kwamba huyu bwana pamoja kwamba yeye ndiye driver, akaja kwanza kwa upande wa mke wake, wa upande wa pili akamfungulia mwanamke, kisha ndio akarudi akaenda akafungua yeye mlango baada ya kumwona yule amemfungulia. Akakaa akapeleka mlango akaufunga, kisha akarudi. Yule bwana akanambia mimi, sasa angalia Sheikh, wazungu wanajuavyo kuheshimu wake zao. Amfanyaje huyu mzungu? Anambia umuone bwana, wewe ushaona Mswahili kufungulia mke wake mlango? Nikamwambia kweli sijamuona, lakini Muislamu nimewahi kuona. Wapi Sheikh? Nikamwambia sikiza nikwambie changu mimi. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa akisafiri kwa vyombo kama ngamia, farasi na punda mara nyingine, lakini ni mara nyingi sana akisafiri na wake zake kutumia ngamia. Ndizo tuweza kusema ndizo gari za wakati ule, na ni bora kuliko gari hizi zetu. Tuambiwa sisi khairul quruni, time nzuri ni ile aliyoishi Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tuna vijana waliosoma utusumbua kidogo. Sheikh, masahaba walikuwa na magari? Hawakuwa na magari. Kwa hivi si afadhali yule mpanda ngamia yuaona mwenyewe, ukisinzia aona, akipata pahali pana heshima ajua namna, ajua penye mti, ajua penye hivi. Hiji miji Cadillac yetu hapa si inatumaliza kila siku, kwa sababu haijui ile, yategemea guu lako wewe ambaye wasinzia. Gari yenda yategemea macho yako wewe ambaye umlevi, una nahwa. Sisi tunaona katika skrini, wewe waona barabara, kumbe waona mwingine. Mnatugonga kila siku, wanatumaliza. Kwa hivi Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, lisikizeni lile la kufungua mlango, mulisikize na hili. Mtume akitaka kupandisha mke wake ngamia, kwa sababu ngamia ni mnyama tumjua, ngamia ni mnyama mrefu. Bwana Mtume hakuweza kukosa ngazi, angeweza kuwa na ngazi, angeweza kuweka mabao, angeweza kuweka kibaraza pale parking, lakini Mtume akitaka mke wake apande juu ya ngamia au yuwashuka juu ya ngamia, akipiga magoti akaeka guu lake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, likakanyagwa guu la Mtume na mke wa Mtume. Lipi bora, kufungua mlango mtupu na kuweka guu la Mtume likakanyagwa na mwanamke aitwaye mke wa Mtume? Tena ripota aliyeiona hii, sisemi kwa mwana Aisha mke apendwaye sana, sisemi kwa Hafsa, nasema kwa Sofia binti Huyai, mwanamke msichana wa Kiyahudi. Mtume amemwekea guu lake kupanda. Sheikh, ma akramahunna illa karimun. Ukiona mtu yuwaheshimu watoto wa kike, amepewa ukarimu katika nafsi yake. Number 2, an yulatifaha wa yulaibaha, ni kuwa na lutfu, uwe mpole kwa mke wako,
Yeye si kama wewe, yeye matatizo alionayo sio matatizo ulionayo wewe, hata kama kutakuwa lolote litakalokuweko. Mtoto wa kike, mwana Aisha asema, chungeni, kuolewa ni kama utumwa. Ametoka mtu nyumbani kwa babake, ametoka kwa shangazi yake, hawezi tena kwenda, hawezi mpaka ukaruhusu, amekuja mfunga katika keji chako. Yataka uwe na lutfu juu yake, uwe na huruma na yeye. Wayulaibaha, na ucheze naye. Be romantic at your house. Usikuwe tu na vitabu na biashara, calculator zote juu ya bedroom. Wachana na upuzi wa namna hii. Laibaha, ametoka kwao. Mwana Aisha, mke wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ni mara nyingi akimkumbusha Mtume, ya Rasulullah, angalieni na umri wangu mdogo, wewe ni mtu mzima, una umri mkubwa, angalia, hurumia umri wangu mdogo pia ya Rasulullah. Mtume atakatoka, kwa hivyo mwana Aisha atabakia kwake. Si kwamba kila ukitoka basi ende nyumbani, atabakia kwake. Mtume akaenda akinunua madoli. Sasa hivi mimi nikija nikionekana Sheikh Juma Amir anunua vijidoli apeleka nyumbani, Sheikh wetu yuesha huyo. Mtume anunue madoli, kisha apite pale mtaani, avichague vile visichana rika la mwana Aisha, ende akawaweke wacheze pamoja. Nani anafanya hivyo? Muislamu gani anafanya hivyo? Nileteni, hebu tuulize KTN kama ataweza kutueleza. Kisha Mtume sio tu kumfanya mpuzi, amemtilia madoli na nini, akatoka kenda zake. Akakaa Mtume mara nyingine akamwangalia mwana Aisha. Siku moja amwambia, na huyu mfarasi wa mbawa mbili alikuwa vile vile kitotototo. Na Mtume hakutoka kena kwa Abubakar, umeniletea kijidoli pale nyumbani, hakuna kitu chaelewa, hawezi mimi badala kunitengezea chai na kutengezea nihino anakwenda. Mtume akafanya lutfu, akakaa akamwangalia mwana Aisha, akacheza mpaka akachoka, akenda zake. Mara nyingine Mtume ametoka vitani sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Nimeanza na wazee kwa sababu mara nyingi wao ndio wanaoteleza mapema. Mtume ametoka vitani, safari ya vita, safari ya mangamia, safari ya milima na vitisho na balaa zote. Kabla ya kuingia mjini, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasimamisha vikosi vyake, akawaambia masahaba, tangulieni, nataka kucheza na madha. Hawakumwambia, ya Rasulullah, wewe, ya Rasulullah, jamii kisha itasemaje, ya Rasulullah, watu watakuona, tangulieni. Hakuja nyumbani akaja kaoga kwanza kisha ndio akaenda stadium. Hapana, atoka vitani. Akaona pamoja na kutoka vitani, huyu mtoto wa watu ana haki ya kupumbazwa. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akamwambia Aisha, sasa mimi na wewe sikushindana kula bajia wala sikushindana kuna nini. Anambia, sasa ni mimi Aisha, tushindane mbio. Mtume akatoka mbio na mkewe spidi. Sijui mkimwona shekhe afanya hivyo, maandamano yale yatafanywa hapa. Mtume alikuwa na nguvu sana na alikuwa na uwezo mkubwa sana wa haraka sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Msisikie mtume mkaona labuda ni kijibabu cha kishiri kinkaa kinshikwa. Hapana, alikuwa ni mtu aliyekuwa na nguvu sana. Aliyekuwa ngamia wake alikuwa hakuna mtu awezaye kumshinda. Sallallahu alayhi wa alihi wasallam akampa nafasi mwana Aisha kwamba sasa unshinda. Akafanya namna fulani mpaka akaonekana ameshinda mwana Aisha.
Mtume hawezi kushindwa na Mwanaisha kabisa. Akarudi Mwanaisha, ikawa neno lile amejifakhiri nalo, limo katika vitabu vya tarehe. Nilimshinda, ndio nilimshinda, kuna siku nilimshinda, hakuweza kunishinda Mtume mpaka siku nilipokuwa sasa nishakuwa nimekuwa na mwili mwingi. Ndivyo anavyosema. Lakini Mwanaisha akajiona siku zote kwamba yeye ni mtu wa kumshinda Mtume sallallahu. Mtume hafanyi upuzi. Kama ilikuwa mambo haya hayana umuhimu wake, wewe waona ukishaweka tu vifuko vya pisori na ukishamwambia wife ukitaka nyama utachukua pale City Market, na ikiwa maziwa haya, ukaona mambo haya yatosha. Kuna watu huyatapika yale maziwa. Nyumba haiwekwi na maziwa, nyumba haiwekwi na nyama peke yake, nyumba yataka nyama mtu wa kuswarifu mambo pale nyumbani, ambapo mambo mengi kama haya at the time tukiyafanya, labda mzungu na mke wake ndio tutaweza kuwaona katika vijigade watu wenda hivi wafanya jogging na kadhalika. Lakini nionekane mimi hapa Uhuru Park kwamba asubuhi, nafikiri kamera zote zingeniangukia mimi pale, na pengine watu wafanye maandamano jamii, mtokee imamu huyo